Weru TV. Ngatho cha mwanya mutegeri no ntubagweta na mbere na kuthira gwatanirite na bautwe ndene ya Weru TV aria ntuko chonde cha Jumatatu twethera tugikumenyithia mirimo iria mbuga ugwe uthugania mirimo eje etithirwa ekiora ende gukethwa kuri na herbal clinic iria eguturitana na gutonia kwina mirimo mbuga ugwatwa nayo na ekora buru mwanka kugatwika ugima bwaku bwa mwiri bukwithirwa bugichokanira aranira na bote gukurukira namba SMS nyakibogo Ithatu ijiremwe ngakugwata geni ndene ya rwari ruru. Asante sana kwa kufika kwenye studio zetu za Weru TV. Thank you my sister. Tusalimie ukituambia ni herbal clinic gani, ofisi zenu ziko wapi na swa leo umetupangia nini? Mtazamaji wa Weru TV mahali popote ulipo, mwanzo pokea salamu zangu. Naitwa Dr. Mwangi. Kwa wale ambao wameokoka, Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao hawajaokoka, gotea wadhi, ndugu zetu Waislamu, asalamu alaikum. Naitwa Dr. Mwangi kutoka clinics za Olive Herbal and Nutrition Clinic, na huwa nakwambia mtazamaji ya kwamba mahali popote zilipo Kenya mzima, mimi ndi mwanzilishi, mimi ndi daktari mkuu, na namshukuru Mungu my sister Maureen ya kwamba kwa sababu tuko na hii huduma na tumepeana huduma zetu za Olive Herbal Clinic zaidi ya miaka 23 23 years ago, na ninamshukuru Mungu kwa sababu watu wengi wamepona yale magonjwa ambayo wameishi kujua ambayo hayana tiba. Unapotembea kwa Olive Herbal Nutrition Clinic tuko na dawa na tunatibu. Hata kama hautembei na miguu yako, ni muhimu uweze kututembelea. Tuko na dawa ambazo ziko na uwezo, kwa sababu tunapoongea mambo ya herbal ni kumaanisha ni alternative medicine, dawa ambazo hazina kemikali lakini ziko na uwezo zaidi ya mara 2 kwa zile ambazo umekuwa ukitumia. Naitwa Dr. Mwangi, hapa Meru Town, bado hatujahama, tuko pale nyuma ya Equity Bank building inaitwa MCK Bookshop. Ukija pale tunafungua kila siku kuanzia Monday mpaka Saturday saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Karibu sana, naitwa Dr. Mwangi. Yes. Haswa leo umetupangia nini kwa haya maswala ya magonjwa ambayo watu wengi wanadhani labda wakipata hayawezi tibiwa? Leo hii Maureen, ningetaka tuzungumzie magonjwa mbalimbali yale ambao watu wamekuwa wakiita magonjwa sugu. One, haswa kama saizi tunajua tunaelekea msimu wa baridi, hata tayari ishaanzia. Tuko msimu wa baridi. Sasa saa hii kuna watu na sana wazazi hawatakuwa kilala usiku bila kumeza painkiller. Na nashukuru serikali yetu ya Kenya kwa sababu last month ago iliweza kubana kusema ya kwamba watu waache kutumia painkillers kwa wingi kwa mwili wao, kwa sababu unapotumia painkillers kwa wingi bado inakuletea mashida mengi kwa mwili wako, inakuletea shida kama za vidoda za tumbo. Na leo hii tunapoongea na wewe wakati wa baridi, wale watu ambao wanakuanga na shida zaidi ni wale ambao wako na shida ya arthritis. Na ninasemanga hivi, arthritis si ugonjwa moja, lakini arthritis ni ugonjwa ama ni magonjwa zaidi ya 100. Kutalingana ni arthritis gani uko naye, lakini kumbuka dalili zinakuanga ni kama the same. Unaposikia kuna maumivu mahali fulani, wewe unaweza fikiri uko na rheumatoid arthritis na maybe uko na osteoarthritis, kwa sababu dalili zinakaa kama zinafanana. Na ningetaka kusema hivi, unaposikia tu mahali popote kwa mwili wako kuna maumivu, kumbuka inakuanga ni dalili ya kukuonyesha kuna shida inataka kuingia kwa mwili wako, ama tayari kuna shida iko kwa mwili wako ni vile haijajitokeza. Na ninasemanga hivi, ugonjwa kama arthritis, na haswa wacha arthritis peke yake, ugonjwa wote ukitibiwa ukiwa early stages unatibiwa rahisi, hautaumia na hautatumia pesa mingi. Lakini shida yetu wa Kenya unakuta kwamba mtu anaamini ni mgonjwa wakati ataenda hospitali apewe kitanda alazo hospitali, hapo ndio ataamini haya kumbe nilikuwa mgonjwa. Lakini unapoanza tu kujitembeza kidogo nasema bado mimi niko strong. Nikwambie hivi, usipuuze, nenda hospitali, nenda uangaliwe na uweze kutibiwa mapema. Arthritis kwetu kwa Olive tunaitibu, haijalishi uko nayo kwa miaka gani. Na kuna watu Maureen wanaishi na magonjwa, wanasikia dalili fulani lakini hawajui ni ugonjwa gani wako naye. Ama wanafikiria ni ugonjwa nyingine. Exactly. Wanapuuza. Kama saa hii arthritis, ukitaka kujua uko na arthritis, kwa sababu kitambo tulikuwa tunajua ni ya wadoso, wale ambao ni matajiri na wale watu ambao wamefikisha zaidi ya miaka 50. Lakini nowadays unakuta kwamba mpaka mtoto miaka 10 anapatwa na arthritis, ugonjwa baridi unaingia mpaka kwa mifupa yake. One, hapo uko mtazamaji wa Weru TV, ukitaka kujua kama uko na dalili ya arthritis inakuandama, kitu ya kwanza
ukiwa mtoto ama ukiwa mtu mzima, ukiamka asubuhi ukanyage chini, usikie na huku chini kwa makanyangio usikie ni kama vitu zinakudunga ni kama mishumari mashindano, hiyo ni dalili ya kujua arthritis iko karibu na wewe. Number 2, wale watu ambao wanafuranga miguu. Kuna mtu sahi sana wanawake akivaa kiatu ambao mnasemanga ni crust, atembee kidogo anasemanga mimi lazima nifure miguu. Kumbuka hiyo inaweza kuwa ni dalili ya arthritis inakuandama. Wale watu ambao wanafura magoti, hapo kwa magoti nakula amefura, ama akikaa chini kama zaidi dakika 10 akienda kusimama unasikia magoti inaanza kutoa sauti. Hiyo ni dalili nyingine exactly. Hiyo ni dalili nyingine ya kujua uko na arthritis. Number 4, wale watu ambao wanasikianga uchovu huku kwa mabega. Kuna mtu sahi hajafanya kazi, hakuna mzigo amebeba, lakini akwambia mimi kwa mabega nasikianga uchovu. Hiyo pia ni dalili nyingine. Yule ambaye haweza kaweka vidole zake straight, unakuta kwamba vidole zake ziko ngumu, zimekauka, ni kama kuni ambayo imekauka. Hiyo ni dalili nyingine ya kujua kuna arthritis. Ile kidole kubwa ya mguu tunaitanga kidole guba, wanaitanga, inajulikana kama gout. Kumbuka gout bado ni arthritis. Kwa hivyo ni muhimu unaposikia dalili kama zile usipuuze ndugu yangu. Wacha kumeza painkillers. Wale watu ambao wana complain kila wakati wanaumwa na mgongo, wanaumwa na kiuno. Kuna mama sahi kila jioni akienda kulala lazima aita watoto wake wamkanyage mgongo kwa sababu ya ile maumivu yako naye. Kumbuka mami, unaweza kuwa ni arthritis ambayo imeingia mpaka kwa mifupa, ama unaweza kuwa kwa spinal cord yako kuna kitu tunaitanga disc 1, disc 2, disc 3, L4 na L5. Moja tu ikiwa na dislocation unapata kwamba uko na maumivu kwa mgongo. So ni muhimu sana ukipata dalili kama zile, nenda hospitali uende utibiwe, kwa sababu kumbuka nilisema ya kwamba arthritis isipotibiwa inaweza kuchangia wewe kukatwa mguu, unaweza end up mpaka kwenda na wheelchair, unaweza end up kuanza kutembea na miti. Na kumbuka ni kitu ambacho ungetibu pale mapema. Sasa hivi tunapoongea na wewe, ningetaka kukuambia hivi mtazamaji wa Weru TV ya kwamba hata kama uko na arthritis, uko naye zaidi ya miaka 10, kwetu kwa Olive tuko na dawa ambazo ziko na uwezo, dawa ambazo zinakumalizia ile baridi na ile arthritis yako, unaanza kujitembeza. Na kama hujawahi tembea kwa Olive, wale ambao wametembea ni washuhuda ya kwamba kuna wengi wamekuwa wakija kwetu wakiwa na miti, wanaenda nyumbani kama wanajitembeza. Na kumbuka my sister Maureen, I thank God kwa sababu haukuwa hapa wakati huo. Kuna dawa ambayo niliweza kuleta, na hii inapatikana kwa Olive Herbal Clinic peke yake. Dawa ambayo niliweza kuleta na nikaambia watazamaji wa Weru TV haziko mingi na watu wengi wamekuja kuichukua. Dawa ambayo hata kama uko na maumivu kwa miguu, hata kama haufanyi kazi juu ya maumivu na haulali kwa sababu ya maumivu, dawa ambayo ni ya herbal, tunapokupaka within dakika moja ile maumivu yako yote inaisha na inaenda kabisa. Hata kama tunatibu arthritis, tunakutibu kama hauna maumivu. Hiyo inapatikana kwa Olive peke yake. Ni muhimu uchukue hiyo namba unaona hapo chini ya TV yako. Hiyo namba ni muhimu ukiwa naye, kwa sababu tuko karibu Kenya mzima. Watu wengi wanajiuliza mnaweza patikana wapi. Hata sasa tunapoongea, piga hiyo namba. Sasa hii pande ile nyingine ya studio tuko na daktari wetu, muulize ni wapi tunakuanga na atakuelekeza ni wapi unaweza pata huduma zetu, kwa sababu tuko mpaka na kitu tunaita mobile clinics. Mobile clinics tuliona ya kwamba Maureen, kuna watu wako mbali, kuna wazazi wako mbali, wako na shida ya kutembea. Mzazi yako Lale, mwingine yako Isiolo, kumwambia kuja hapa Meru Town itakuwa ni shida. Maybe hata ile fare ama gharama atatumia ni nyingi kuliko ile atatumia na dawa. Tukaona ni muhimu tunachagua siku moja tunaenda hapo karibu na yeye, anatoka tu nyumbani miguu anakuja, tunamshughulikia, tunamwangalia na tunampa dawa, kwa sababu tuko mpaka na machini za kupima. Na kumbuka machini zetu hatulipishi, tunakuanga na free laboratory test na tunakupima kila aina ya ugonjwa. Haijalishi ni ugonjwa gani uko nayo, lakini unapofika kwa Olive na hatukulipishi. Na ukienda kwa Olive hospitali yote ulipishwe vipimo, nipigie hiyo namba unaona hapo. Hiyo namba ni yangu, ni mimi mwenyewe, utapata Dr. Mwangi. Kwa hivyo piga hiyo namba kila siku ya Monday. Kama leo tunakuanga na watu wa maua, tumeshinda na watu wa maua, na nashukuru watu wa maua kwa sababu wanajitokeza kwa wingi na wanapenda mili yao, na mimi huwa nafurahishwa Maureen na wale watu ambao wanapenda mili yao. Kwa hivyo kama uko pale, lakini Meru Town ndio headquarter ya Mount Kenya region. Kwa hivyo ukitaka huduma zetu Meru Town, kuja pale nyuma ya Equity Bank, chukua hiyo namba unaona pale. Zaidi ya kutibu ugonjwa wa arthritis, kabla tutibu kama tumetoka kwa hiyo arthritis, umesema leo umeshinda upande wa maua. Ni kweli. Hao watu wa maua, shida zile nyingi, magonjwa yale mengi ambayo wamekuletea wewe, ni kama ya aina gani? One ni magonjwa ya arthritis, na ndio maana nimesema nitaizungumzia arthritis na ugonjwa wa sukari. Na haya magonjwa mawili hata inakuanga magonjwa matatu. Ukiwa na ugonjwa mmoja yanatafutana yenyewe, inaambatana. Ukiwa na arthritis hauwezi enda mbali sana bila kupatwa na sukari. Ukiwa na
sukari hauwezi enda mbali sana zaidi ya mwaka moja bila kupata na ugonjwa wa blood pressure. Na watu wengi wamekuja kuniuliza, daktari, ni kwa nini nilianza na blood pressure lakini sasa nimepatikana nikiwa na sukari? Mwingine anaanza na sukari anaenda kukua na pressure. Kwa sababu ni magonjwa ambayo yanavurutana. Na kwetu kuna kitu ambacho ninasemanga, unapokuwa na ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa sukari, usione kama umehukumiwa kifo, kwa sababu Olive tuko na suluhisho yako. Sisi tunatibu ugonjwa wa sukari, unaisha. Hakuna haja ya kumeza dawa ati asubuhi na jioni maisha yako yote, kwa sababu watu wengi wale ambao wako na ugonjwa wa sukari, na kama kuna watu wako na stress, kama kuna watu ambao wanaumia, my sister, ni wale wagonjwa ambao wako na ugonjwa wa sukari. Unakuta huyo alifungiwa hiki, hawezi akakula kile, na maybe ako na pesa, ni tajiri, lakini unakuta zile pesa hazina msaada kwa maisha yako. Leo hii tuko na suluhisho yako, tutembelee kwa Olive. Ninakwambia haijalishi kama ni diabetes type 1, diabetes type 2, kwetu tuko na dawa na tunakutibu, inaisha. Na ukitaka kujua kwa na dalili za diabetes, kwa sababu kama vile nimesema, kuna watu wako na magonjwa lakini hawajui ni shida gani ama ni ugonjwa gani wako nayo kwa mwili wako. Number 1, kama unakauka mdomo mara kwa mara, na maybe haujaongea. Unajua sisi tumezoea kuongea, lakini unakuta kuna mtu anakauka mdomo, hana mate na hajaongea. Hiyo ni dalili ya kujua uko na arthritis ama diabetes. Number 2, wale watu ambao wanakuanga na kiu, kusikia kiu sana. Unasikia umekunywa maji saa hii, baada dakika 10 unasikia kunywa maji tena. Hiyo ni pia ni dalili nyingine. Number 3, wale watu ambao wanahisi njaa kila wakati. Sasa kuna mtu wengine wanasema ati ni appetite. Hiyo si appetite. Ukikula saa hii after 30 minutes umehisi njaa, hiyo ni ugonjwa na ni shida uko nayo kwa mwili wako, kwa sababu unapokula chakula inafaa kwenda kwa mwili wako more than 4 hours. Ndio mwili wako ukuwe na wakati wa kudigest ile chakula, na ile chakula ambayo itakuwa ni muhimu kwa mwili wako iwe imesaidia mwili wako. Lakini ukikula after 30 minutes, na kuna wengine atakikula after 30 minutes anakula kwa siku mara 5, ana bado haedi choo, unakuta bado ako na shida zaidi. Kwa hivyo ni shida moja baada ya nyingine. Hiyo ni dalili ya kujua uko na ugonjwa wa diabetes. Number 5 ni wale watu ambao wanakojoa mara kwa mara. Kuna mtu sasa tunapoongea hawezi maliza dakika 20 kama hajafungilia, kama hajaenda kukojoa. Kwa sababu gani? Ako na ugonjwa wa diabetes, na haswa ni wakati wa usiku. Kuna mtu sasa akilala saa 5 usiku, before kukua asubuhi ataamka mara 6. Anasema mimi nakojoanga mara mingi. Hiyo kumbuka inaweza kuwa ni diabetes inakuandama, na ni muhimu uende uangaliwe na daktari kabla haijakuletea shida zaidi. Kwetu tunatibu diabetes na inaisha kupitia mwezi mmoja mpaka miezi 2, tunakuwa tumeirudisha chini. Hata kama sukari yako imefika 30-35, tunairudisha normal within 2 months. Ni vyema uweze kututembelea kwa Olive. Pia kama uko na ugonjwa wa blood pressure, shinikizo la damu. Nakumbuka nilisema hivi, unapokuwa na blood pressure ikose kutibiwa, inaweza kuletea mashida mengine na makubwa zaidi. 1, ugonjwa wa stroke, wale ambao wanakufanga mpaka nerves. Hiyo inachangiwa na shida ya blood pressure. Na ukitaka kujua kama pressure yako imepanda mpaka kiwango ambacho inaweza kuletea stroke, ni wale watu ambao kila wakati wanaumwa na kichwa ambacho hakina msingi. Kuna mtu saa hii maybe hayuko kwa jua, hajafanya kazi, lakini kila wakati ana complain anaumwa na kichwa. Akimeza mara moja, ikimaliza kazi kwa mwili wake, ile kichwa bado inamuanza tena. Hiyo ni dalili ya kujua uko kwa hatari sana ukiwa na pressure yako. Wale watu wengine ni wale ambao wanakuanga na shida ya hii pressure, wanakaa naye kwa muda mrefu. Na kumbuka ukikaa na pressure kwa muda mrefu inaweza kuletea shida ya stroke. Kwa hivyo ni muhimu ujue na uelewe kwamba kwetu kwa Olive hiyo ni shida tunarudisha chini. Hata kama imefika 200 ama iko 180, tunairudisha 120/80. Cha muhimu nichukue hiyo namba unaona pale. Hiyo namba, nakumbuka my sister, siku ya kesho mahali popote hizi kliniki zangu zilipo Kenya mzima, watu wengi wamekuwa kinipigia simu na niuliza, daktari, bona leo hautupei special offer? Kwa sababu nilikuwa na wapatia special offer kulingana na vile ninaona wanapenda mili yao, na nikaona wanajitokeza kwa wingi, na nikafurahishwa na hilo jambo, kwa sababu napenda wale ambao wanapenda mili yao. Usikubali mpaka ule ugonjwa ambao uko naye ukupeleke kaburini. Nenda kwa hospitali. Siku ya kesho nitakuwa na special offer kwa kila mmoja, kwa sababu unapoingia kwa kliniki za Olive nimeamrisha siku ya kesho utatibiwa na gharama nusu. Na kumbuka kuna mpango ambao nilianzisha, na huu si ati ni wa kesho peke yake. Kuna mpango ingine nilianzisha, wazazi wote ambao wako over 70 years niliamrisha na nikasema ya kwamba watakuwa wakitibiwa na gharama nusu kutoka Monday mpaka Saturday, lakini hawa wengine wanalipa 70%. Lakini siku ya kesho kila mmoja ambaye ataingia kwa clinic ukiwa na ugonjwa gani, nusu hiyo waelezee na Kimeru. Daktari ariuga atiri mtu onde ore ukethirwa agikinya kiri clinic yawe ya Olive,
watarirwa mbeca ciaku cionthe iria ukethirwo ugitumira ukaria nusu. Watwika watarirwa ciakinya 50 ukaria 25. Kwethirwa ciakinya 20 ukaria 10. Kethirwa ciakinya 100 ukaria 50. Yani mantu nusu nusu, mbeca nusu. Nakumbuka akitoa hiyo mimi kama Dr. Mwangi tunafuatilia mpaka shida yake, tunahakikisha imeisha na tunakupa guarantee mwaka mzima, na hii guarantee tunapeana mwaka mzima ni kukuangalia kama ile shida tumetibu itarudi. Ikirudi kabla mwaka hujaisha unarudi na ile kadi ambayo tunakupea, tunakutibu free of charge bila kuongezewa pesa zingine, kwa sababu niliangalia nikaona sister, wazazi wengi pale nyumbani wanaumia. Kuna mama saa hii maybe ile tu ako naye ni ile pesa anapata ya maziwa baada ya kukamumishwa mwezi anapata 2,000. Yule mama ako na arthritis. Kuna hospitali anaweza aende abiwe kuja na 50,000, kuja na 40,000. Yule mzazi atatoa wapi? Mpaka unakuta anagojea tu wakati wa Mungu ufike. Lakini nikaona ni vizuri nisaidie wale wazazi, na ndio maana nilisema watakuwa wakilipa gharama nusu. Number 3, kwa Olive kuna mambo mazuri. Nilisema ya kwamba kwa sababu hata tukiona shida yako sasa, maisha ni mangumu. Hauwezi ukapata zile pesa hata kama ni 5,000 ama 10,000 umeitishwa. Huwezi ukapata zote kwa sababu sitaki uniletee pesa uende ukarare ja watoto wakose kitu ya kukula ati kwa sababu umeleta pesa kwa Dr. Mwangi. Nilisema ile pesa kidogo nitakuruhusu unalipa dawa zako pole pole mpaka tumalize ile shida, ili tuhakikishe na tuone ya kwamba Wakenya wetu kila mmoja ako sawa na ako na afya njema kwa mwili wako. Naitwa Dr. Mwangi kutoka Olive Herbal Nutrition Clinic. Hiyo namba unaona hapo chini ya TV yako, hiyo ni muhimu sana. Bila kuchukua hiyo namba hakuna kitu tunafanya, kwa sababu wengine hata wanakuja kwa clinic, tunapoangalia tunawaambia wewe hauhitaji dawa, nenda ukule hii, enda ukule kile na uachane na zile zingine. Kwa hivyo hiyo namba ni muhimu, na nimesema hivi every Monday, kila siku ya Jumatatu tunakuanga na watu wa maua. Maua tunakuanga pale karibu na stage ya Ken Silver. Ukifika pale nipigie hiyo simu, nitatumana uchukuliwe. Kila siku ya Tuesday kama kesho tutakuwa na watu wa kunaitwa Kejai. Kejai tunakuwa pale karibu na Geshonge Guest House pale Sedit Supermarket. Ukifika pale piga hiyo simu na utaweza kupata huduma zetu za Olive. Kila siku ya Wednesday tunakuanga na watu wa Embu. Embu ni pale chini ya Magunas Supermarket. Ukifika tu hapo Magunas nipigie hiyo namba. Kila siku ya Thursday tunakuwa na watu wa Isiolo. Na Isiolo, watu wa Isiolo ni mimi nitakuja Thursday. Mimi mwenyewe Dr. Mwangi ni mimi nitajileta. Nitakuwa pale nyuma ya Equity Bank. Building inaitwa Isiolo 2019. Ukifika tu hapo Equity Bank nipigie simu. Kila siku ya Friday kama kawaida mimi Dr. Mwangi na kuanga na watu wa Chuka. Chuka tunakuanga pale stage ya Kanoa opposite Chuka Catholic Church. Ukifika hapo stage ya Kanoa nipigie hiyo namba, nitatumana uchukuliwe. Kila siku ya Saturday watu wa Nairobi, kwa sababu niliona nilichague siku moja ambayo nitakuwa nikipatikana Nairobi, lakini Nairobi tunafungua kila siku. Lakini ukitaka Dr. Mwangi ya kuone nipate siku ya Saturday. Ukifika pale OTC building nipigie hiyo namba na utapata huduma zetu. Lakini Meru Town tunafungua kila siku Monday mpaka Saturday. Kesho ni mimi nitakuwa hapa pia Meru Town. Kwa hivyo kama ungetaka nikuangalie mimi mwenyewe, ungetaka kupata nafasi ya kuchukua hii special offer nimepeana, kuja siku ya kesho hapa Meru Town. Naitwa Dr. Mwangi. Dr. Mwangi, kuna maswali ambayo nimekuwa nikielezewa. Kuna mtu ambaye anasema akipata mimba inaisha tu hivyo. Hiyo yenye kila wakati akipata mimba inatoka. Ndio. Haya, kuna nyingine mwingine anasema mambo na mkojo wake kunuka. Mwingine anapata shida ya kiuno, tumbo ya chini inakuwa inauma. Na pia akienda hiyo mambo na choo hiyo haja dogo unakuta pia mkojo unanuka. Hayo maswali matatu. Kitu ya kwanza, yule ambaye mimba yake inafika miezi 2 miezi 3 inaharibika kama inatoka, ningetaka kusema hivi, huyo mtu alishika mimba akiwa na infection. Kwa sababu unapokuwa na infection, na ndio maana huwa na advice watu unapopanga kupata mtoto usijaribu kupanga kupata mtoto ukiwa na infection. Ni mzuri unaangaliwa system yako yote ya mkojo kama uko sawa, kwa sababu unaposhika mimba ukiwa na infection, ifikia mtoto akiwa na miezi 2 miezi 3 ile mimba unakuta kwamba imeanza kutoka. Number 2, ukiwa na kitu tunaita fibroids pia inaweza changia kutoa yule mtoto, kwa sababu fibroid ikiwa pale kwa uterus inakujanga inaanza kufinya mtoto mpaka yule mtoto anakosa mahali ya kukaa, unaona mtoto anaanza kutoka. Kwa hivyo ni muhimu kama uko na ile shida tutembelee kwetu kwa Olive, mwanzo tukuangalie, tuko na machini za kuangalia na kupima kila kitu tuone kama ni infection uko naye. Na kumbuka kama
kama mimba yako inatoka, ugonjwa kwa infection imeacha kuwa infection, imekuwa ni kitu tunaita PID, pelvic inflammatory disease, na hapo ndio unakuta kwamba mimba zinaharibika. Wale wana complain ambao wanaumwa na tumbo ya chini, lower abdominal pain, hiyo yote bado ni njia ya mkojo na ni infection. Na ukiona unaumwa na tumbo ya chini, ni kumaanisha, kumbuka kwamba infection inaanza pale kwa cervix. Ikitoka kwa cervix kwa mwanamke inaenda kwa uterus, ikitoka kwa uterus inaenda kwa fallopian tube, ikitoka kwa fallopian tube inaenda kwa ovaries, ikitoka kwa ovaries stage ya mwisho inakuanga ni pale kwa kidney, kwa sababu hiyo yote ni system ya mkojo. Na hapo ndipo unapata kwamba kuna mwingine anaweza complain kama imefika pale kwa kidney, ana complain akienda kukojoa, anaweza kukojoa mkojo imekaa kama iko na rangi, iko kama yellowish, na ile mkojo inatoa harufu, kwa sababu figo zake zimeshindwa kufanya kazi ya kuchunga, kwa sababu kazi ya figo ni kuchunga. Unakuta kwamba mkojo wake, na hapo ndio unakuta wanawake wengi, ukitaka kujua kama mwili wako uko na wingi wa asidi, ukienda uangalia nguo yako nambari moja, nguo ya ndani, kuna wengi pale katikati unakuta imeanza baada ya mwezi moja inaanza kubadilisha rangi, inakaa kama imechomeka, kwa sababu mwili wa mwanamke unatoa asidi kwa wingi. Ni muhimu uelewe ya kwamba pH yako iko juu kuliko vile inafaa kukua kwa mwili wako, na uko kwa hatari sana. Ni muhimu uende uone daktari aweze kukutibu kabla haijakuletea shida zaidi. Wale wanawake ambao wamepatikana wamefungana fallopian tube, wanajaribu kutafuta watoto wanakosa. Chanzo 80% ya kukosa mtoto inachangiwa na infection. Na hapo ndipo nilisema ya kwamba infection isipotibiwa vizuri inaweza kuletea ukose mtoto, inaweza changia kuwa, kwa sababu infection ikikaa kwa mwanamke zaidi ya miezi 6 inaacha kuwa infection, inakuwa disease. Ikikaa zaidi ya mwaka moja inaacha kuwa disease, inakuwa virus. Na hapo ndipo tunapata HPV, human papilloma virus. Kutoka kwa virus baada ya mwaka moja, miaka 2, hapo ndio tunapata mwanamke anapatwa na cervical cancer. Kwa hivyo usipuuze kama uko na ile shida ya infection. Na ukiwa mwanamke hapo ulipo, ukitaka kujua kama uko na infection, ni kitu rahisi sana mami. Ukiona kitu wa kwanza, kuna discharge, kuna uchafu inatoka kwa sehemu zako za siri ambayo si ya kawaida, ingine inakaa kama yellowish, ingine inakaa kama cream, ingine inakaa kama maziwa mala. Hizo zote ni dalili ya kujua ya kwamba uko na infection ama uko na bacteria infection. Kwa hivyo kama uko na zile shida, nenda uone daktari aweze kukutibu na hiyo shida itaweza kuisha. Wale wanawake ambao wanajikuna sehemu za siri, kuna mtu sahihi, my sister Maureen, hivyo umekaa, wengine tunaona mpaka kwa soko akikuuzia kila wakati anakaa hivi, na kwa sababu anasikia kama jikuna, kuna wengine inakuanga na tamu na inaweza kukuhaibisha. Kama unajikuna sehemu za siri mami, nenda kwa daktari uende uangaliwe kabla haijakuletea shida zaidi. Hiyo ni shida ya infection na inaweza kuletea shida ya cervical cancer. Wale wana complain kila wakati akienda kukojoa anahisi uchungu, hiyo ni dalili ya kujua bado uko na infection. Na kumbuka kwa infection kuna magonjwa mengi, kuna chlamydia, kuna candidiasis, kuna syphilis, kuna gonorrhea, so kutandiped, na hizi zote dalili zinakuanga the same. Na hapo ndipo unakuta kwamba watu wengi wanasema mimi daktari ninatibiwa bacterial infection, baada ya wiki 2 ile shida inarudi, kwa sababu maybe alikuwa na chlamydia akatibiwa gonorrhea. Ile shida tu itapunguka kidogo, lakini baadaye itaanza kuamka tena na ianze kuendelea kukusumbua. Tutembelee kwa Olive, hiyo ni shida ambayo tunamaliza, tunakuosha system yote ya mkojo, unakuwa sawa. Kuna wengine wana complain wakati wanaenda kufanya kile kitendo cha doa, kuliko mama kufurahia na kuenjoy, unakuta anasikia uchungu, ana complain, anaanza kulia, ati unakuta hata boma zingine zinaanza kuharibika. Kwa sababu gani? Yule mama ako na shida kwa infection iko pale kwa mwili wake. Na wengine wana complain, nasema mimi ninapofanya kile kitendo cha doa nasikia kuna harufu nyingine ambayo inatoka pale ndani, kwa sababu ako na infection kule ndani. Mami, tutembelee kwa Olive, hiyo ni shida ambayo tutaweza kukutibu na utakuwa sawa. Naitwa Dr. Mwangi, chukua hiyo namba unaona pale. Wale watu ambao wako na shida za tumbo, kwa sababu pia tumbo zimesumbua watu wengi, vidonda za tumbo, ulcers, kiungulia, heartburn, acid, gas, hizo zote kwetu kwa Olive tunazitibu. Na kuna watu ambao wameumia vidonda za tumbo bila ya kujua mtu ako na kidonda ya tumbo. Unakuta wengine wanasemaga mimi nikichoma chomo hapa na kibirianga maziwa baridi na meza, hiyo shida inaisha. Wengine wanapenda kujitibu, na nilikukanya mtazamaji wa Weru TV, nilikwambia unaposikia shida kwa mwili wako wacha kujitibu, kwa sababu wengine wanakibirianga tudawa wengine wanaitanga antacid. Unakuta kwamba acid ikitulia kidogo mtu anasema mepona. Hapo unakuta kwamba umepona
umepatwa na stomach cancer, kwa sababu vidonda za tumbo usipoitibu vizuri inaweza kuletea shida ya stomach cancer. Ni muhimu uangaliwe na daktari. Kwetu tunazitibu vizuri na hizo shida zote tunazimaliza. Wale ambao wako na shida ya low libido, upungufu wa nguvu za kiume, hizo tunatibu. Kwanza kuna dawa ambayo niliweza kuwaletea last month ago, na dawa inaitwa Immune Booster, dawa ambayo inakushughulikia kwa mwanaume, inarudisha network yako vizuri. Kama unaingia kwa shamba unalima laini moja, unapotumia ile dawa tunakupa guarantee mwaka mzima network yako ikiwa mzuri. Chukua hiyo namba, piga saa hii. Siku ya kesho nimesema niko na special offer. Yeyote ambaye ataingia kwa kliniki zetu za Olive utatibiwa na gharama nusu ile shida ambayo umekuwa naye. Piga saa hii, peana majina yako, book line yako mapema, ili ukija kesho hautakuta kukiwa na line. Hata kama utakuta kukiwa na line, utakuwa jina yako imeandikwa. Kuna mtu anauliza kama unatibu goita, na kama unatibu unaweza tu explainia kidogo hiyo mambo ya kutibu hiyo goita, na pia kama huwa mnakubali kadi za NHIF ama any insurance card. Goita tunatibu vizuri sana. Na goita ni ya ile ugonjwa ambayo watu wengi wanafuranga hapa. Unakuta wengine wanafura upande wa ndani na wengine wanaweza fura upande wa nje, kutandipendi imefika stage gani na imefika kiwango gani. Kwa hivyo goita sisi tunaitibu na inaisha, hatufanyi operation. Kwetu tuko na dawa za kumaliza ile shida. Huyu ameuliza mambo ya card ama insurance card, tulikuwa tunatumia pale beleni, lakini for now hatutumii, tunatumia cash. Kuna mambo 1 2 3 tunajaribu kusuluhisha, na tukizirudisha bado nitawatangazia hapo kwa mitambo, lakini kwa sasa hivi tunatumia cash peke yake. Kumbuka kwetu unapokuja kuna consultation fee. Consultation fee ni shilingi 500. Ukitoa shilingi 500 ndio pesa ya kuona daktari. Vipimo zote tunakufanyia free. Kumbuka tuko na machini na mitambo ya kisasa, machini ambayo inakuangalia mwili wako ndani kila mahali, inaona shida yako mahali ilipo. Hata kama ni kidonda ya tumbo, hata kama ni figo yako moja haifanyi kazi, si ati ni daktari anakusomea, wewe mwenyewe unajionea pale kwa screen. Kwa hivyo ni muhimu unapotembea kwetu, na hatuwezi tukakutibu kabla hatuja kupima, kwa sababu lazima tujue mwanzo ni nini haswa tunatibu. Naitwa Dr. Mwangi, Olive Herbal Clinic. Tukimalizia, kwa sababu yale maswali mengine ambayo yamefikia ni hayo tu ya infection, na mengi umesha elezea, hata hiyo ya occurring pregnancy, yani yote tumekukielezea. Tukimalizia, nikimalizia nitasema hivi, kama unapenda mwili wako, kama unapenda kuishi maisha marefu, ukitaka kuona watoto wa watoto wako, ni vizuri uheshimu mwili wako. Unaposikia kuna shida, nenda kwa daktari aweze kukutibu. Kila siku ya Monday tunakuanga maua. Ukifika pale stage ya Ken Silver, nipigie hiyo namba unaona hapo chini ya TV yako, utapata huduma zetu. Kila siku ya Tuesday, kesho tutakuwa pale Kiajae, pale karibu na Gishunge Guest House, Sedit Supermarket. Ukifika hapo nipigie hiyo simu, ama upande huko juu kwa supermarket, uliza room ya Dr. Mwangi ni gani, utaelekezwa na utapata huduma zetu. Chukua hiyo namba, iko pale. Kila siku ya Wednesday tutakuwa na watu wa Embu ni pale opa chuka karibu na Maguna Supermarket. Ukifika pale nipigie hiyo namba unaona pale. Kila siku ya Thursday, every Thursday, kama vile nimesema, hii Thursday ni mimi Dr. Mwangi nitajireta Isiolo. Nitakuwa pale nyuma ya Equity Bank, building inaitwa Isiolo 2019. Kwa hivyo hii Thursday tupatane nanyi mapema, nitafika by saa 2, nitafunga saa 9. Kwa hivyo ni muhimu chukue hiyo nafasi watu wa Isiolo. Kila siku ya Friday tunakuwa na watu wa Chuka pale Chuka Catholic Church opposite hapo stage ya Kanoa. Ukifika pale nipigie simu, utaona bana kubwa imeandikwa Olive Health Nutrition Clinic, ingia pale ndani. Kila siku ya Saturday tunakuwa na watu wa Nairobi, mimi mwenyewe Dr. Mwangi. Ukifika pale OTC nipigie hiyo namba. Lakini kesho mimi Dr. Mwangi nitashinda hapa Meru Town, na kumbuka nimekuambia niko na special offer. Ile ugonjwa mimi imekuwa ikikusumbua nitakutibu na gharama nusu. Ni vyema uweze kutembea siku ya kesho. Naitwa Dr. Mwangi, utanipata hapa Meru Town. Nibweka sana Dr. Mwangi. Thank you. Asante sana. Thank you my sister. Nisha kuongelesha yote naelewa kwa kufika hapa na kutuelezea mambo mbalimbali, na natumai watu wengi watakuwa wamesaidika sana, hasa wale ambao wameweza kuzungumza na sisi kupitia namba ya SMS inya kibogo Ithatu ijiremwe na wethre kinyoke ringiranda gitari na to wethro akereithia ntuko ya rojo marija ku jonde jakethirwa agiga kugitirite nusu ntongera na Ntetaura tutha tugechemania Nteto chetu chero Ithatu mbita MAUREEN KINYA. Weru. Eji ni Weru.